Senator Kelele, the elected vice coordinator, na wakaribisha kesho kwa swearing in yetu, na nikiingia kwa mada nitaanza na mada ya Trump kukuja kukapcha William Ruto. Kuna mambo mengine ilikuwa inafaa ifanyike kwanza Kenya. Kuna watu wengine walikuwa wanafaa kuwa abducted. Unajua vijana wengi walikuwa abducted. Vijana walikuwa wanashikwa, wanabebwa, wanapotea. Mtu kama Kibet the Bull alipotea kitu kama 1 month. Lakini sasa hii mwenye anafanya hivyo, the commander in chief, ako tu pale ametulia. Kasongo, si ndio? Siezi sasa acha niwaambie ukweli kutoka kwa roho yangu. Trump kukuja kukapcha president wa East Africa ni ngumu sana kukapcha. Lakini Trump ajaribu kwanza Uganda, ajaribu kushika kukapcha Museveni. Akikuwa successful kwa Museveni ndio akuje Kenya. Do test zote, ukitaka kufanya test yoyote hapa hii East Africa unaanza kwa Museveni. Trump jaribu kutishia Museveni aende nyumbani. Watu wa Uganda pia wamechoka, watu wa Uganda wanalia, wanataka Kenya iwasaidie, hadi wanaomba kama Raila Amolo Odinga anaweza zaliwa huko Uganda. Hivyo ndo wanasema. Haya, nataka niongee mambo ya governor hapa Nairobi. Mambo ya governor hapa Nairobi inakuanga mambo kizungumkuti kidogo. Na wanasema hapa Nairobi ukiwa governor, hiyo ni kama political assassination. Atakuwa governor term ni moja, na hiyo moja kiisha kupotea kama vile Sakaja amepotea. Sakaja naye amepotea. Sakaja anaenda nyumbani. Kama kuna mtu anafikiria mambo ya Sakaja, tafadhali tafuta pastors wa kuombea, wakuonyesha direction. Because kama wewe unasema Sakaja ataenda 2 term, na hiyo ukitembea hapo kwa barabara kazi ni kuchukua sewage kuweka juu. And then wanalipa. And then baadaye after 2 weeks hizo sewage tena zinakuja kwa mtaro. So hapa inakuwa the whole 5 years. Hiyo ndo kazi mtaani. So mvua ikinyesha, wewe umevaa suti yako, umebrush viatu, lakini uko very sure Sakaja amechafua sana Nairobi. Ndio huyo ametoa Mosiria mchapakazi. Mosiria alikuwa mchapakazi, akatoa yeye huko kwa mambo ya environment. Sasa hizi Nairobi si Nairobi. Unaweza dhania Nairobi ni kama Busia County. Juu Busia County, governor Busia County na governor Sakaja ni watu ambao wako same. Ni watu ambao ni mbele, ni watu ambao wanaenda 1 term, ni watu ambao hata wapewe ticket, hata wao wakishinda, wao wenyewe waseme wametangazwa washindi, hawatakubali. Juu wako prepared kuenda nyumbani. Na yenye inanishangaza, inaniuma sana ni ati sasa Sakaja mtu wa Kalenjin. Sakaja si Mluya, Sakaja ni wa Kalenjin. Sakaja ameamua anataka aende yeye na ndugu yake William Ruto nyumbani. Point of information. Chukua hicho. You have proof that Sakaja is Kalenjin. No. Eka hapo juu. You have proof that Sakaja is Kalenjin. Let us not use rumors and innuendo. Can we speak about facts? Sakaja is a Luya. No. So, Mr. Speaker. Sorry. Itasema kwa Kiswahili ndio aelewe. Ndio Sakaja aende nyumbani kusimamia tribal issues that yaani kukalia manini. If somebody is a non-performer ama is performing, it will depend na ile so hiyo is a Kenyan. Na Kenya alichaguliwa kwa sababu yeye ni Mluya ama nini? Sasa kuchaguliwa ati yeye ni kabila, tusitumie ukabila. And it might even surprise so many people in 2027. Arudi 2 term. And people might even cry. Because mimi ni supporter wa Babu. But lakini ikifika huko, people might even change their mind and vote for him. So let's not use tribal issues ya kwamba ati yeye ni mkali sasa hafai kuchaguliwa. Thank you Mr. Speaker. Thank you. So, Mr. Speaker, asante sana. Asante sana kwa hao wabunge wenzangu, na ningependa nijibu. Sawa. Ningependa nijibu kwanza mahali ambapo Sakaja ana kabila yake. Sakaja ni Msabaot. Na hiyo kila mtu anajua, lakini mimi my concentration ni Mkenya, sijakataa sana. My point haikuwa mambo na ukabila, kwa sababu hata hiyo 2022 Timu Wanyonyi ambaye ni Mluya ndo alifaa akue governor. Sawa. Alikuwa anafaa akue governor. Lakini kwa sababu ya ODM
mambo ikaenda namna hii wakapatia mwingine, ndio watu wote wakajikusanya wakapatia Sakaja. Lakini disappointment ambayo Sakaja ametufanyia, hakuna kazi saizi. Kayole kote hakuna maji, watu wanateseka. Na wakati alikuwa na campaign alisema Kayole ataweka maji itakuwa kila siku 24/7. Saizi watu wa Kayole wanapiga kelele kila kona, hadi wananituma Jakaranda, wanatuma watu Jakaranda tuambie Sakaja, hata kama utaenda nyumbani tafadhali, hii miaka moja imebaki, jaribu hata Mungu pia andike jina yako kutoka kwa jina ya watu ambao wataenda kwa moto, waweke watu ambao wataenda kwa mbinguni. Na kwa mambo ya ugavana, my stand is Babu Owino. Babu Owino ndo anafaa kuwa governor hii Nairobi. Na nataka niambie Robert Alai, umekuwa Milele FM ukasema ati wewe unataka kufanya political assassination ya Babu Owino. Tafadhali jaribu wewe Alai, hata mimi Alai, wewe nisimame na wewe kwa nyumba yako cheo ya asante Mr. Speaker. Robert Alai, nisimame na wewe kwa kijiji yako cheo ya MCA, mimi napeleka wewe nyumbani. Na kama mimi napeleka wewe nyumbani, Babu Owino je? Kwa hivyo ninaambia watu wa Nairobi wote tusimame na Babu Owino, and Babu Owino will be the kingpin of Nyanza. Hiyo ni wapende wasipende, Babu Owino will be the president after Kia Omtata, ni wapende wasipende. Asante sana Mr. Speaker.